iliyokuwa nzuri na mtumishi wa Mungu Apostle Kai. Apostle Kai ni mtumishi wa Mungu ambaye nimemwalika kutoka kule sehemu la Bungoma, na Mungu amekuwa mwema sana, ameweza kumtumia ili kuhubiria na kusaidia wale watu ambaye ni wanyonge. Amekuwa akimalizia akisema ya kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa wamekaa katika lango nzuri, na ukapata kwamba Mungu akaweza kuwainua, na akaweza kuwatia nguvu. Kwa hivyo niruhusu tena pia mimi nikuje na neno la wakati ambaye Mungu ameweza kututumia ili tukawe baraka ama tukawe manufaa juu ya maisha yenu, na najua kwamba Mungu anaenda kuwapigania. Kwa hivyo jioni ya leo ninaenda kuwafundisha kuhusu kuepusha. Mungu huyu ambaye tunamwabudu ni Mungu ambaye kila wakati huwa anatuepusha tunapopitia kwenye changamoto. Maana Yesu akasema ya kwamba makwazo ama changamoto hayatakuwa budi kuja kwenu, lakini yeye ndio ana uwezo ya kukuepusha. Biblia pia inasema ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi sana, naye Mungu umuepushwa na yote. Kwa hivyo jioni ya leo naenda kukufundisha ili uwe na ufahamu ya kwamba Mungu huyu ni Mungu ambaye ako na uwezo ya kuepusha. Na nataka nikwambie ya kwamba shetani ama adui anatumia kile kitu ambacho wewe hauna na kitu ambacho haujui. Maana Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanaangamia ama wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa hivyo jioni ya leo niruhusu tu nikuelimishe ama nikupe maarifa na ujue ya kwamba Mungu huyu ni Mungu ambaye anafanya kazi gani. Kwa hivyo siku ya jana nilikuwa nakufundisha ya kwamba kuhusiana na kuepusha, na nikakufunza ya kwamba kuna maeneo ambayo Mungu huwa anakuepusha. Lakini siku ya leo nataka tuzungumzie viwango vya kuepusha. Viwango vya kuepushwa. Na ya kwanza, Mungu anakuepusha kutokana na hali fulani inayofanyika kila mahali, lakini Mungu anakuzuia wewe isiweze kukufikia. Na tunaenda kusoma Zaburi 91 mstari wa 7. Nataka tujifunze kwamba kuna Mungu ambayo anatuepusha kutokana na changamoto, anatuepusha kutokana na hali ngumu. Zaburi 91 mstari wa 7 inasema ya kwamba ijapokuwa watu elfu waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkononi mwako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Biblia inasema ya kwamba ijapokuwa watu 1000 wanaanguka ubavuni mwako, 10,000 upande wako wa kuume, Mungu anasema ya kwamba lakini wewe hawatakukaribia. Kwa hivyo Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu ambaye anatuepusha na changamoto ambazo tunapitia nayo. Unaweza pata ya kwamba uko na tatizo kwenye ndoa, uko na matatizo kwenye kazi yako, uko na matatizo kwenye biashara yako, lakini sasa unapata ya kwamba unakimbilia wapi? Nani ndio msaada wako? Ndipo Daudi akafika mahali akasema ya kwamba natazama huku na huku, Mungu aliye juu ni yeye tu ndio ambaye msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu unatoka juu mbinguni. Kwa hivyo jioni ya leo nimekuja tu kukutia moyo ya kwamba Mungu ambaye tunamwabudu ni yeye ndiyo njia, ni yeye ndiyo alfa, ni yeye ndiyo omega, na ni yeye ndiyo ana uwezo tu wa kutuongoza sisi. Mstari wa 7 inasema ila kwa macho yake utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa hivyo yeyote ambaye adui amemtumia ili kuhakikisha kwamba usifanikiwe, Mungu anasema ya kwamba mwezi huu wa 4 unaenda kuona jinsi ambavyo wanapigwa. Biblia inasema katika Zaburi 68 inasema ya kwamba Mungu anapoinuka maadui zako wanatawanyika. Na nimekuja kukuambia kwamba chochote ambacho kimekusumbua kwa muda mrefu, Mungu anaenda kukitawanyisha katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kiwango cha kwanza ni Mungu kukuokoa, kukufanya hali fulani isiweze kukufikia wewe. Na jioni ya leo Mungu anaenda kukuelimisha na anaenda kukusaidia. Kiwango cha pili ni wakati upo katika hali fulani lakini Mungu amekuzuia. Na tunapata ya kwamba Danieli aliwekwa katika shimo, lakini unapata ya kwamba matatizo haikuweza kumeza.
shimo haikuweza kumkula, simba asikuweza kumvizia. Ni kwa sababu gani? Kumaanisha ya kwamba kuna changamoto ambacho tunajikuta ndani, lakini tukiwa ndani ya hiyo changamoto haiwezi kukumaliza. Uenda huko katika magonjwa, unapata ya kwamba hiyo ugonjwa haitakuua. Kuna yule mtu ambaye alikuwa kipofu, ambaye wanafunzi wakamuuliza Yesu, je, huyu ni nani aliyekosa? Ni nani aliyekosa dhambi? Lakini Yesu akasema ya kwamba hili imefanyika. Akasikia kutoka juu mbinguni, na Mungu akamuokoa, na Mungu akamkomboa. So nimekuja kukutia moyo jioni ya leo ya kwamba Mungu tunayemwabudu ni Mungu ambayo kila wakati unapopitia kwenye tatizo, yeye ni Mungu ambayo hako kila wakati kukusaidia na kukufanikisha na kuhakikisha ya kwamba umeokolewa, na kuhakikisha ya kwamba hakuna kitu ambacho kina uwezo ya kukudhuru, ama hakuna kitu ambacho ina uwezo ya kukuharibu. Mstari wa 17, Zaburi 8:17 nasema ya kwamba akaniokoa na adui yangu yote mwenye nguvu. Kuna adui mwenye nguvu. Adui mwenye nguvu inaweza kuwa na magonjwa. Adui mwenye nguvu inaweza kuwa kukosa kazi. Adui mwenye nguvu inakuwa maybe kuinukiwa na vita, kuinukiwa na changamoto. Lakini nimekuja kukutia moyo kwamba Mungu yule ambaye alisikia Daudi akamsaidia na akamgomboa, Mungu huyo ana uwezo wa kukomboa kutokana katika uvuli wa mauti. Ana uwezo kutokana na magonjwa na kukuokoa kutokana na shida mbalimbali ambayo unaweza kuwa unapita nayo. Na wale wanaonichukia, kuna watu ambao wanakuchukia bila sababu, Mungu anasema ya kwamba amesikia kutoka juu mbinguni na anakuja kukusaidia na anakuja kukupigania. Na anasema ya kwamba maana walikuwa na nguvu kukuliko wewe. So chochote ambacho ina nguvu kukushinda, chochote ambacho kinakulemea, Mungu anasema jioni ya leo ya kwamba anaenda kukuondolea. Na Daudi akasema katika Zaburi 46 ya kwamba Mungu ndio kimbilio na ndio msaada wangu wakati wa matatizo. So wakati uko kwenye matatizo, lazima ujue ya kwamba hauko peke yako, uko pamoja na Mungu ambaye yeye ndiyo kimbilio, ambaye yeye ndiyo msaada, ambaye yeye ndiyo ana uwezo wa kukusaidia, yeye ndiyo ana uwezo wa kukupigania na kuhakikisha kwamba unafaulu. Nimekuja kukuambia mpendwa, kila wakati unapokuwa na shida, Mungu ameweka msaada wako. Mungu ameweka wala watu wa kukusaidia. Shida tu ni mmoja, haujaweza. Huyu Mungu ana uwezo wa kuponya moyo wako. Huyu Mungu ana uwezo wa kuhakikisha kwamba umefaulu. Kuhakikisha kwamba Daudi akalia katika Zaburi ya 51 ya kwamba Bwana nirejeshie furaha ya wokovu wangu. Kwa hivyo nimekuja kukwambia kwamba chochote ambacho kimechukua furaha ya wokovu wako kwenye maisha yako, nimekuja kukutangazia kwamba Bwana ndiyo msaada wako. Bwana ndiyo kimbilio wako. Ana uwezo wa kukuepusha. Kwa hivyo Mungu anakuepusha kutoka na katika hali fulani ambayo imedhuru wengine, lakini Mungu anazuia isikuwe na uwezo ya kukufikia wewe. Kwa hivyo kiwango cha pili nimesema ya kwamba wakati upo katika tukio fulani, lakini Mungu amekuzuia. Kwa hivyo kuna wengi ambao wako kwa manyumbani, kuna wengi ambao ni wagonjwa, uko hospitalini, umelazwa kwenye hospitalini, umelazwa kwenye nyumba. Nimekuja kukuambia kwamba Mungu ni wa msaada, Mungu ni wa kukuepusha, anakuepusha kutokana na hayo maradhi. Haijalishi unaumia wapi, lakini siku ya leo nimekuja kukutangazia ya kwamba Mungu huyu ni Mungu wa Meshach, ni Mungu aliyeokoa Abednego, ana uwezo wa kukuokoa pia wewe katika jina la Yesu Kristo. Huyo Mungu ambayo alifunga midomo ya simba, ana uwezo ya kufunga midomo ya tatizo ambayo inakufuata. Ni Mungu ambaye ana uwezo wa kufunga midomo ya pylori, midomo ya malaria, midomo ya umaskini katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kitu ambayo imeharibu au kudhuru wengi, lakini Mungu amenyima mamlaka ikufikie wewe katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda kumwambia Mungu jioni ya leo ya kwamba ukainyima mamlaka chochote ambacho adui ameweka ili kuhakikisha kwamba tusiweze kufikiwa na baraka za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Nataka tusome Zaburi 91 mstari wa 10. Biblia inasema ya kwamba mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako.
Na umekuja kukuambia, maana Biblia inasema ya kwamba Mungu anakuepusha na kile kitu ambacho kimemaliza wengi. Ugonjwa ambayo iliua mzazi wako, huenda umeanza kupata kanuni, huenda umeanza kusikia signs, umeanza kusikia vitu fulani ambazo haziendi pamoja nao. Huenda kufikia mwaka fulani kuna watu lazima wakufe. Huenda kufikia mwezi fulani lazima muwe na majanga mbalimbali. Nimekuja kukomesha katika jina la Yesu Kristo. Maana Mungu anasema katika Zaburi 91 mstari wa 10 ya kwamba mabaya hayatakukaribia wala tauni haitakaribia hema yako. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umefahamu ya kwamba kuna Mungu ambaye anakuepusha, kuna Mungu ambaye anakupigania katika jina la Yesu Kristo. Maana huyu ni Mungu, yeye ndiye Mungu wa msaada. Wewe ndiye Mungu, ndiyo kimbilio. Katika jina la Yesu Kristo tunakomesha kila uharibifu kwenye hema yako katika jina la Yesu Kristo. Roho ya hasara haitakaribia kwenye biashara yako. Roho ya mauti, roho ya magonjwa haitakaribia kwenye familia yako katika jina la Yesu Kristo. Roho ya visirani tunakomesha katika jina la Yesu. Maana yeye ndiyo Mungu, yeye ndiyo Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kiwango cha 4 ambacho Mungu anakuepusha, huenda umo ndani ya shida lakini haikudhuru. Uko mgonjwa lakini hiyo ugonjwa haijakumaliza. Mungu hata ruhusu. Huenda watu wamekuwekea kwenye mitego, wamekwambia kwamba umefanya jambo fulani ambayo haujafanya. Nimekuja kukwambia kwamba nimekuja kukushikisha neema iliyokuwa na Meshaka, Shadraka na Abednego ikaweze kukuangukia katika jina la Yesu Kristo. Waliwekwa kwenye moto lakini moto haikuwadhuru. Huenda kuna mtu amekuweka kwenye mitego, na nimekuja kukwambia kwamba mitego zao sitawarudia katika jina la Yesu Kristo. Mitego zao sitawarudia. Biblia inasema katika Zaburi 24 mstari wa 7 inasema ya kwamba nafsi yangu imeokoka vile ndege anapokwepa mtego ya mwindaji, na mitego imevunjika na nimepita nikiwa salama. Nimekuja kukwambia ya kwamba yoyote aliyekuwekea mtego hainavunjika katika jina la Yesu. Wanaangukia kwenye mitego zao, shimo ambayo wamekuchimbia wanaingia wenyewe katika jina la Yesu Kristo. Mungu anaenda kubadilisha pigo yao kuweka ikakuwa faida. Biblia inasema katika Mwanzo 50 mstari wa 20 ya kwamba mliniwazia mabaya lakini Mungu akabadilisha ikakuwa mema. Kwa hivyo walipangia Meshaka, Shadraka na Abednego wakawatupa kwenye moto, na hawakujua ya kwamba ile moto ambayo wanawatupa ndani inawatengenezea miujiza. Kwa hivyo yote ambayo amekuweka katika hali ngumu, nimekuja kukuambia kwamba Bwana anabadilisha hiyo hali, anaiweka inakuwa hali rahisi katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kukuambia kwamba unapata ya kwamba wakati wanatengeneza gold lazima ipitishwe kwenye moto, lakini ninakuja kukuambia kwamba haijalishi unapitia mangapi, haijalishi umeneneo mangapi, lakini nimekuja kukuambia kwamba kila ambacho Mungu anaenda kufanya, anaenda kukuinua, anaenda kukupigania katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo chochote ambacho ambacho Mungu ameruhusu ukapitishwa ndani, ndiposa anasema ya kwamba upitapo kwenye uvuli wa mauti sitakuacha kamwe. Kwa hivyo Mungu huyu ni Mungu ambayo anakutengenezea njia. Ndiposa anasema ya kwamba katika Isaya 43 mstari wa 18 anasema ya kwamba tusahau yaliyopita ili Mungu niweze kutenda jambo jipya. Mstari wa 19 anasema ya kwamba ninatenda jambo jipya ambacho mtanikumbuka nacho. Nimekuja kukutangazia kwamba mwezi huu wa 4 Bwana anaenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yako, na anasema ya kwamba nitatengeneza njia mahali ambapo hapana njia. Atatengeneza njia pale jangwani, ataweka mito pale jangwani. Kwa hivyo hali yoyote ambayo inakukalia ngumu, kile ambacho unaona ya kwamba haiwezekani katika maisha yako, nimekuja kukutangazia jioni ya leo ya kwamba inaenda kuwezekana katika jina la Yesu Kristo. Yaliyoshinda mababa zako, walioshinda waliokutangulia, haitakushinda katika jina la Yesu Kristo. Maana yeye ndiyo Mungu ambaye anastahili katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo turuhusu tusonge mbele, tukaweze kujifunza ama tukaweze
kuna funguo wa kuepusha. Kwa hivyo hautasema tu ya kwamba Mungu niepushe, Mungu niepushe. Lazima kuna kanuni ama utaratibu ambayo Mungu anatumia ili akaweze kusaidia. Kwa hivyo lazima tukajue, tukajifunze kanuni, ama tunafanyaje ili Mungu aniepushe. Ninafanyaje ili nikajiunganishe na neema ya kuepushwa. Maana mtumishi wa Mungu umenena kuhusiana na kuepusha. Umenena kuhusiana na viwango vya kuepusha. Lakini sasa ninapataje huyu Mungu akuepusha? Jambo la kwanza, ili Mungu akuepushe lazima uokoke. Lazima uokoke, uitanishwe na yeye. Na unapata ya kwamba tunasoma katika Galatia 3:13, Biblia inasema ya kwamba yeye alifanyika laana ili sisi tukaweze kuwekwa huru. Kwa hivyo jambo la kwanza ambayo inakusaidia ili ukaweze kuhamishwa kutoka katika ufalme wa giza, kutoka katika ufalme wa kung'ang'ana, kutoka katika ufalme wa kusumbuka, kuwekwa katika ufalme ya wenye kuwekwa huru. Maana Biblia inasema ya kwamba mwana wa Mungu akikuweka huru, anakuweka huru kweli kweli. Kwa hivyo akikuondoa kwenye nira ya madeni, anakuweka unabaki huru kweli kweli. Lakini sasa kifunguo ya kwanza ambayo lazima ukuwe nayo, lazima ukubali kukiri. Maana Biblia inasema ya kwamba hakuna atakaye kuja kwangu kama hajapita kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo lazima kwanza ukakubali kuokoka, ukubali ya kwamba Bwana niongoze. Kwa hivyo funguo la kwanza ili ukaunganishe na neema hii, ama ili ukaunganishe na Mungu ambaye anaokoa, lazima kwanza ukubali wokovu. Lazima kwanza uokoke. Mpendwa, unataka kuinuliwa, jambo la kwanza lazima uokoke. Lazima uokoke wa kweli. Lazima ukubali kuacha njia zako. Lazima ukubali uache uovu ili Mungu akutumie, ili Mungu akupeleke kwenye viwango vingine. Lazima ukubali kuokoka, na lazima ukakubali ukaoshwe na damu ya Yesu Kristo. Lazima umwambie Bwana ya kwamba kuanzia siku ya leo nimekubali kuokoka, nimekubali kuacha ujanja, nimekubali kuacha usherati, nimekubali kuacha njia mbaya, lakini ili Bwana nikaweze kusema pamoja nawe. Biblia inasema katika Kutoka mstari wa 8 mstari wa 22, inasema ya kwamba nami siku hiyo nitatenga nchi ya Gosheni. Mungu anasema nami nitatenga nchi ya Gosheni. Nchi ya Gosheni. Na unapata ya kwamba kuna wakati mvua ilinyesha, ikaharibu mimea, ikaharibu wanyama, ikaathiri mambo mengi, lakini waliokuwa kwenye Gosheni hawakuangamizwa. Kumaanisha ya kwamba unapoingia kwenye wokovu, kuna vitu fulani ambayo Mungu anakuficha kwenye mabawa yake. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba amebarikiwa yule mtu ambaye dhambi zake zimefichwa. Kwa hivyo wokovu inakufunika. Wokovu ni kama blanketi ambayo huenda ulikuwa umepangiwa kitu fulani, lakini unapookoka unapata ya kwamba unaondolewa na ile ghadhabu. Ile ghadhabu haitakuangukia. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umekubali wokovu. Na Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanaokaa ili hao maishi wasiwe huko, ili kwamba upate kujua wewe kuwa mimi nami Bwana katika dunia. Kwa hivyo ili ujue ya kwamba Bwana ni Bwana, lazima ukaweze kuepusha. Mstari wa 23, Kutoka 8:23, nami nitatia mpaka kati ya watu wangu. Mungu anasema nitatia mpaka kati ya watu wangu na wasiokuwa wangu. Kwa hivyo watu wa Mungu ni watu wa aina gani? Ni watu ambao wameshika wokovu, ni watu ambao wamesimama kwenye wokovu na wakajua ya kwamba ni Mungu tu ndio kimbilio na ndio msaada wao. Leo inasema ya kwamba na watu wangu, ishara hiyo italetwa kesho. Kwa hivyo najaribu kukuambia kwamba chochote ulichopangiwa, dawa au siri ya kuepuka nayo ni wewe kuokoka. Kwa hivyo Biblia inasema Wakolosai 2:14 ya kwamba chochote kilichoandikwa kukuzuia, ili Yesu alichukua akapeleka pale msalabani na akamalizana nayo. Kwa hivyo chochote ambacho kimekuzuia kwenye maisha yako, Yesu alimalizana nayo. Kwa hivyo unapookoka unaingia kwa wale watu
watu ambao wamelipiwa deni zao. Kwa hivyo deni yako ya mauti ulilipiwa, deni yako ya kusumbuliwa ulilipiwa katika jina la Yesu Kristo. Niposa nimekuja kukuhimiza jioni ya leo ya kwamba Mungu huyu tunayemwabudu ni Mungu ambaye anatuepusha. Kwa hivyo wakati unaokoka unapata ya kwamba umepata ile tiketi ya kuweza kuepushwa. Kwa hivyo ya pili, lazima uruhusu nuru ya neno la Mungu. Kwa hivyo funguo la pili ya kupata neema ya kuepusha, lazima ukajikidhi kwenye neno la Bwana. Nataka tusome katika kitabu cha Isaya 60 mstari wa kwanza. Nataka tujue kwamba Mungu anasema nini kuhusiana na watoto wake. Na anasema kwamba ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia wewe. Kwa hivyo wakati utaamka uangaze, maana nuru ya Bwana imekuja juu yako. Kwa hivyo baada ya kuokoka, jambo la pili ambacho unahitaji mpendwa, unahitaji ukajijaze na nuru ya neno la Bwana. Neno la Bwana ikikuja juu yako, ukiongozwa na neno la Bwana, unapata ya kwamba utakuwa na maisha ambayo hayana mawaa. Unapata ya kwamba unakuwa na maisha iliyojawa na amani. Mstari wa pili nasema ya kwamba maana tazama, giza litafunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atashukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Kwa hivyo nimekuja kukuambia kwamba mwaka wa 2025 mwezi huu wa 4, wacha nuru ya Bwana ikakushukia wewe. Wakati watu wanatembea kwenye giza, wakati watu wanatembea kwenye mahangaiko, nimekuja kukuahidi na nimekuja kukuambia kwamba wacha Mungu akakuinue, wacha Mungu akakupiganie katika jina la Yesu Kristo. Wacha Mungu akakuvalisha utukufu wake, wacha Mungu akakupa nuru wake katika jina la Yesu Kristo. Ya pili pia, lazima nuru inamaanisha ufahamu wa vitu vya Mungu. Lazima kuwa na ufahamu ya vitu vya Mungu. Lazima ujue kwamba katika hii hali ambacho huko, Mungu alisema nini. Wakati Daudi alipitia kwenye hii hali, alifanya nini? Wakati Samueli alikutana na hiki, alifanya nini? Wakati Yoshua alipokutana na maneno kama haya, alifanya nini? Kwa hivyo lazima ukajikidhi, lazima ukajijase na ufahamu wa Mungu. Kwa hivyo nuru pia ni neno la Mungu ambalo umepokea na umeamua ikuongoze. Kwa hivyo tunaposoma Zaburi 109:105 tunapomalizia jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, la inasema ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mwanga wa njia yangu. Kwa hivyo lazima ukaruhusu neno la Bwana likakuongoza. Neno la Bwana wapendwa, inapokuongoza hautajikwaa, hautakutana na visirani, hautakutana na vishawishi. Lazima neno hili la Bwana unapolitumia, unapotembea pamoja nayo, lazima neno hili likazae matunda juu ya maisha yako. Lazima neno hili likafanyike baraka. Lazima neno hili litakuinua katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nuru ni uwezo wa kuliona neno la Mungu. Kwa hivyo nuru ni uwezo wa kuliona neno la Mungu. Lazima uwe na uwezo ya kulisoma na kulielewa neno la Mungu. Isaya 2 mstari wa kwanza inasema ya kwamba hili ni neno aliloliona Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda Yerusalemu. Kwa hivyo neno hili ni neno ambalo aliona. Leo inasema katika Yeremia, Mungu akamuuliza Yeremia, unaona nini? Akasema ya kwamba ninaona mti, na Mungu akamwambia umeona vyema. Kwa hivyo lazima usome maandiko mpaka ukajione ndani, mpaka uone hali yako. Unapoona hali yako na ukamwambia Bwana, imeandikwa maisha ambayo ninaishi na kila ambacho imeandikwa kwenye neno lako haiendani, lakini Bwana, ninadai kwa neema yako. So unapata ya kwamba utakuwa mtu ambayo amebarikiwa. Kwa hivyo ufunguo ya 3 ni shughulika na mtazamo wako. Badilisha mtazamo wako. Maana Biblia inasema katika Warumi, badilisha mtazamo wako. Warumi 12 ili tukaweze kumalizia. Warumi 12 mstari wa kwanza.
Biblia inasema ya kwamba basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na kumpendeza Mungu, ndiyo ibada ya imani. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. Kwa hivyo lazima ugeuzwe nia yako, ili Mungu akaweze kukutumia, ili Mungu akaweze kukuepusha. Lazima ufunguo wa 3, shughulikia mtazamo wako. Hivyo Biblia inasema katika Methali 23 mstari wa 7 inasema, vile mtu ako, vile uwazavyo ndivyo wewe uko. 23 mstari wa 7 Biblia inasema ya kwamba, maana alivyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hivyo vile ulivyo, vile uwazavyo ndivyo ulivyo. Kama unawaza umaskini, utaendelea kuwa maskini. Kama unawaza magonjwa, utaendelea kuwa magonjwa. Kama unawaza fukara, utaendelea kuwa fukara, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo badilisha mtazamo wako. Mungu anaepusha kulingana na mtazamo wako. Mungu ataleta msaada wake kulingana na jinsi unavyojiona, kulingana na jinsi unavyowaza. Jinsi unavyowaza ndivyo utakavyokuwa. Kwa hivyo badilisha mtazamo wako, kuwa na mtazamo wa ushindi. Kuwa na mtazamo ya kwamba ijapokuwa niko kwenye hali hii, lakini najua ya kwamba Mungu ananipeleka kwenye hatua nyingine. Ya 4, utumishi wako. Lazima utumike. Ufunguo ya 4, ili Mungu akakusaidie, lazima uweze kutumika. Nataka tusome Danieli mtakatifu, kitabu cha Danieli mstari wa 6:19 hadi 22. Yeye inasema ya kwamba, asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipolikaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako umemtumikia daima? Aweza kuponya na simba hawa? Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme uishie milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanywa ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia tena mbele yako, mfalme, sikukosa neno. Vile inamaanisha Danieli alikuwa akizungumza pamoja na mfalme. Mfalme akamuita, Danieli mtumishi wa Mungu mkuu, je? Na Danieli anajibu akasema ya kwamba Mungu alituma malaika na akazima ile makanyo ama makali ya simba, na simba haikuweza kumdhuru. So nimekuja kukuambia kwamba ufunguo ambacho inakusaidia ili Mungu akuepushe, lazima umtumikie. Danieli alimtumikia Mungu, naye Mungu akamuokoa. Kwa hivyo funguo, utumishi sio kazi ya bure. Lazima unapotumika, lazima Mungu aweze kukusaidia. Biblia inasema katika Malaki, napomalizia katika Malaki 3:16 hadi 18, Biblia inasema ya kwamba, ndipo wale wamchao Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiza, Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho ikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao wamchao Bwana na kulitafakari jina lake. So kwa ajili wamchao Bwana. Kwa hivyo unapotumikia Bwana, unapata ya kwamba Bwana anakuepusha kutokana na dhoruba ama kutokana na mambo mengine. 17 inasema ya kwamba, nao watakuwa wangu, wasema Bwana wa majeshi, katika siku hilo nifanyalo, naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Kwa hivyo unapomtumikia Bwana, Bwana hawezi akakuacha. Mstari wa 18 inasema, ndiposa mtakaporudi, nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu yeye asiyemtumikia.
Kwa hivyo Mungu anatofautisha. Mungu huwa analinda wale ambao wanamtumikia na wale ambao kila wakati wanasimama kwenye pengo kwa ajili yake. Mungu huwa anatenda na Mungu huwa anafanya kusudi lake. Biblia inasema katika Isaya 47 mstari wa 17, kila silaha itakayofanyika juu yako halitafanikiwa, na kila ulimi utakayoinuka juu yako katika Sayuni hautahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao itakayotokana kwangu, na asema Bwana. Kwa hivyo sisi ambaye tunamtumikia Bwana tumepewa urithi ambayo inatulinda. Wakati unapomtumikia Bwana, anasema ya kwamba kuna silaha ambalo ina uwezo ya kufaulu ama ina uwezo ya kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo funguo ya 5, lazima uchunge ushirikiano wako na Mungu. Lazima ujenge ushirikiano wako. Kwa hivyo unapojenga ushirikiano wako, unakuwa na ile mafuta, unakuwa na ile mafuta yako ya kipekee, unakuwa na personal anointing. The Bible says katika kitabu cha Zaburi 91, Biblia inasema ya kwamba aketie mahali pake pa siri, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Kwa hivyo unapoketi kwenye siri ni wakati wako wa kusoma neno. Kwenye siri ni wakati wako wa kuomba, wakati wako mwenyewe ambao umetenga kuzungumza na Mungu. Biblia inasema ya kwamba unapofanya hivyo unapata ya kwamba utakaa kwenye uvuli. Kukaa kwenye uvuli ni wakati watu wanapitia kwenye shida, wewe uko mahali ambapo unasikia ya kwamba kuna mazuri ambayo unapitishwa. Mstari wa 2 inasema ya kwamba nitasema Bwana ndiyo kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayomtumikia. So Bwana ndiyo kimbilio. Utakapomkimbilia yeye, hawezi akakuacha kamwe, na amekuahidi ya kwamba hawezi akakuacha. Mstari wa 3, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, naye katika tauni iharibuyo. Kwa hivyo Bwana anakuondolea kila mtego, kila tauni katika jina la Yesu Kristo. Unapoenda kuomba, naenda kumwambia Bwana, kila tauni yote ya uharibifu ondoa kwangu katika jina la Yesu. Kila tauni kwenye ndoa yako, kila uharibifu yote Bwana anaenda kukiondoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana anasema ya kwamba mstari wa 4, kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mabawa yake upate kimbilio, uaminifu wake ni ngao na kigao. Kwa hivyo utaenda kumwambia Bwana, mwezi huu wa 4 nifunike na mabawa yako, uharibifu yote isiwe juu yangu katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 5, ya kwamba hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa majeshi, sitaogopa kila hofu, sitaogopa chochote ambacho adui amekipanda ama adui amekisimamisha ili kuniaibisha, ili kunifedhesha. Naenda kumwambia Bwana jioni ya leo katika jina la Yesu, wala tauni ipitao gizani, wala uwele uharibiwa adhuhuri. So chochote ambacho kimepangwa kuharibu adhuhuri yako, naenda kunikataa na kunikanusha katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 14 anasema, kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo kwa juu, kwa sababu amelijua jina langu. Yaani anasema ya kwamba jina la Bwana ni ngome imara, wanaokimbilia wanabaki wakiwa salama. Ataniita nami nitamuitikia, na nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Kwa hivyo asante sana jioni ya leo, umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Asante kwa kunifuatilia na kusikiza ujumbe huu. Nataka tu tuende mbele za Bwana, tukuwa na kipindi kifupi cha uombezi. Mwambie Bwana, ulisema ya kwamba hutaniacha, wewe ni Mungu utakayeniepusha. Mwambie Bwana, niepushe na kila mitego, niepushe na kila nia mbaya ya wenye dhambi katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, watesi wangu wamekuwa wengi. Mwambie Bwana jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, Mungu nasimama kwenye pengo kwa ajili ya watoto wako Bwana. Umenifanya nikawa baraka juu ya maisha yao. Ninawatangazia mchana wa leo ya kwamba wako sawa katika jina la Yesu Kristo. Baba, umesema katika neno lako Bwana, Zaburi 91 mstari wa 1, Bwana umesema aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo,
Natangaza watoto wako wako salama katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wewe ndio uvuli wao, wewe ndio kinga wao, wewe ndio kimbilio yao katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa majeshi, umesema ya kwamba unatafuta mtu mmoja atakayesimama kwenye pengo. Na Bwana, jioni ya leo nasimama kwenye pengo nikijua ni wewe tu unayestahili. Mstari wa 2 nitasema Bwana ndiyo kimbilio langu na ngoma yangu, Mungu wangu nitakayemwamini. Bwana, tunakuamini ya kwamba ndoa za watoto wako siko salama, kazi zao siko salama, biashara zao siko salama katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu na wewe ndio Bwana. Unayestahili sifa, unayestahili heshima katika jina la Yesu Kristo. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Baba, okoa watoto wako, okoa biashara yao Bwana na mtego ya mwindaji katika jina la Yesu Kristo. Bwana, waokoe Mungu wa majeshi, waokoe Bwana, waokoe Bwana, waokoe Bwana kutokana na mitego za madeni, waokoe Bwana kutokana na mitego za magonjwa, waokoe Mungu wa majeshi, waokoe jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, waokoe Bwana, Bwana waokoe Bwana, wewe ndio mwokozi Bwana, waokoe Mungu wa majeshi katika jina la Yesu Kristo. Bwana, waokoe Bwana, waokoe Bwana, okoa Bwana katika mtego wote mwindaji, katika tauni ya uharibifu, waokoe Bwana, okoa biashara zao Mungu wa majeshi. Baba, ulisema ya kwamba hautaacha tuaibike, na Mungu natangaza Bwana, haipo sio sehemu yao katika jina la Yesu Kristo, haipo sio sehemu yao katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa majeshi, wafunike Bwana kwa manyoya yako, atawafunika. Funika biashara zao na manyoya yako Bwana, funika afya zao na manyoya yako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa majeshi Bwana, wewe ni Mungu ambao unastahili, wewe ni Mungu ambao unastahili. Chini ya mabawa zao utapata kimbilio, uaminifu na ngao na kigao. Baba, nakabidhi Sumbua mkononi mwako Mungu wa majeshi. Tazama Bwana, alichomeka na moto. Baba, natuma malaika zako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukamsaidie Bwana, msaidie jioni ya leo wote walio wagonjwa Bwana, neema ya uponyaji ukawashukia Bwana katika jina la Yesu Kristo. Maana umesema Bwana utatufunika na mabawa yako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana, umesema kwa neno lako ya kwamba tutaondoka kwa usiku mafuta kila ndoto basi ni chafu Bwana na kuweka kwa mafuta katika jina la Yesu Kristo. Bwana, umesema kuna mshale ukao mchana Bwana, mishale ya magonjwa ninakataa Mungu wa majeshi katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako Bwana, natuma Mungu wa majeshi, natuma malaika wako uponyaji kula hospitalini Bwana, kula manyumbani Bwana, watembee Bwana, waponye Mungu wa majeshi katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu na wewe ni Bwana unayestahili Mungu wa majeshi. Baba, umesema kwenye neno lako, wala taudi pitao gizani, wala uwele uharibiwa adhuhuri. Baba, natangaza watoto wako wako huru kweli kweli katika jina la Yesu Kristo. Maana wewe ni Mungu Bwana, umesema kwenye neno lako, isipokuwa watu 1000 waanguka ubavuni pako, nami 10 mkononi mwako. Mungu wa majeshi, wahifadhi Bwana, wahifadhi Bwana, maana wewe ni Mungu ambao unastahili. Baba, nakabidhi nchi ya Kenya Bwana, tawala nchi yetu Bwana, naomba amani Bwana. Baba, umesema katika neno lako katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu na wewe ni Bwana unayestahili sifa, unayestahili heshima. Nafunika Kenya hii na damu yako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Baba, uinulie Mungu wa majeshi, komesha vita Bwana, komesha malumbano katika jina la Yesu. Mungu wa majeshi, naomba kwa ajili ya familia zetu, Mungu wa majeshi, ingilia kati Bwana, maana wewe ni Mungu, wewe ni Bwana unayestahili sifa Bwana, unayestahili heshima na mamlaka. Uinuliwe na uvutiwe Bwana katika jina la Yesu Kristo. Yeyote Bwana aliyefungwa na nguvu za giza Baba, na neno Mungu wa majeshi ya kwamba ukaweka huru Bwana. Neno lako linasema Bwana, yeyote ambaye umemweka huru anabaki akiwa huru kweli kweli. Natangaza kwa wema wako Bwana ya kwamba wako huru Bwana. Natangaza kwa wema wako Bwana ya kwamba wako huru Bwana, wako huru kweli kweli katika jina la Yesu Kristo. Baba, uinuliwe na uvutiwe Bwana. Nasema ni asante Bwana, asante kwa wema wako Bwana, asante kwa fadhili zako, asante kwa jioni ya leo Bwana. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu Baba, umenitumia kama mtumishi wako Bwana. Tangaza neema yako Bwana, neema yako na kibali chako Bwana ikawa juu ya mtoto wako Bwana. Uinuliwe na uvutiwe Jehova katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa wema wako, asante kwa fadhili zako Bwana, asante Bwana. Ninakuabudu Bwana, ninakuinua katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini.